Kwa heri. Lakini usisahau kuwa bega kwa bega na mimi. Tutafanikiwa, si ndio? Kwa heri. Leo ninayo furaha kubwa kumtangaza mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail. Sisi kama familia tulijisikia vizuri. Napendelea kucheza Aviator na 740. Nawaambia waendelee kucheza, washinde kama dadangu alivyoshinda. Gari inayofuata huenda ikawa ya kwako kupitia pmbet.co.tz. Karibu chakula. Wewe vipi? Vipi kuhusu nini? Chakula, tunakula wote hapa. Mimi nishakula. Imekuwaje leo? Si unanisubiri mara nyingi na tuna join meza pamoja. Sasa ulitegemea mimi nikusubirie wewe, yani niwe na njaa nikusubirie mpaka urudi. Na sijui unarudi muda gani. Mimi nilikula niliona unachelewa. Sawa, ina shida. Basi angalau hata ukae karibu yangu nipe company kwa sababu sisi kukaa mwenyewe saa hizi. Muda umeenda tena huo. Piga story nini? Nimechoka. Nimefanya kazi sana leo. Yaani natamani nipumzike mapema, naomba tu nikapumzike. Okay, serious. Naona maandalizi pia kama hajatimia vizuri. Maji ya kunywa hapa hakuna, naweza tanka kuama na chakula hiki. Wife. Samaji unawekaje hivi? Kiusalama iko sawa hii, ungeweka hata kwenye jagi. Jagi chafu. Kuna maana atakaa maji muda wote yako wazi mpaka mimi nimalize kula. Maana mimi nimechoka. Kama huwezi kunywa maji ikiwa hivyo, nirudishe kwenye friji utaenda kuchukua mwenyewe ukihitaji. Basi sasa. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwe. Dunia Huko tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. ino dunia. Umefuata nini hapa Cindy? Nimekuja kumuona mgonjwa. Umekuja kumuona mgonjwa? Mgonjwa yupi? Mgonjwa yupi Cindy?
Mudi, uliomwacha anateseka. Nakuuliza wewe Cindy, uliomwacha anateseka leo umekuja kumuona? Umekuja kumuona au umekuja kummalizia Cindy? Naongea na wewe. Umekuja kumuona au umekuja kummalizia Cindy na kuuliza? Jamani. Hayo mambo yametoka wapi? Alafu mbona mimi ndani nimekuja tu kwa heri? Umekuja kumuona mgonjwa. Nani asijue kwa wewe ni mchawi? Nani asijue kwa wewe ni mchawi mwanga? Unamwaga kaka yangu. Huhitaji hata maisha ya Mudi. Nani asijua? Nani asijua nakuuliza? Nakuuliza wewe, mwanamke mshenzi. Usikuwa na chembe hata ya huruma. Usikuwa hata na haya. Eti nimekuja kumuona mgonjwa. Siku zote ulikuwa wapi Cindy? Uje muone leo. Kaka hospitali siku ngapi? Leo unakuja kumuona Cindy. Alafu unajisaulisha kuwa wewe ndio chanzo cha Mudi kulala hapa. Unajitoa fahamu Kama sio wewe na roho mbaya yako ya kumsaliti Mudi, Mudi angekuwa hapa leo? Angekuwa hivi? Alafu unakuja tu eti unajiamini, unakuja kumuona mgonjwa. Wewe Cindy, wewe mwanamke mnafiki, usiku hapa na haya. Cindy, sijui nikupe majina gani, sijui nikwambie nini Cindy. Nashindwa kukuelewa, nakuchukia. Na hata ukisikia siku Mudi amefariki, usije kukanyaga kwenye msiba wake. Narudia tena, ukisikia Mudi amekufa, usije kumzika. Tuachie ndugu zake, tutamzika wenyewe. Mnafiki mkubwa wewe. Cindy, naomba ondoka. Hatukutaki. Cindy, naomba ondoka. Hatukuhitaji kwenye familia yetu Cindy. Mudi hakutaki. Hatukuhitaji Cindy. Naomba ondoka. Naomba ondoka. Umeangusha hii. Mimi? Umeangusha hapo njiani. Kamata. Inawezekana. Maana mimi mzee usiku nina tabia sana kuangusha hela. Asante sana kakaangu. Asante. Haina shida. Samani. Sasa hiyo ya nini? Hii ni kwa ajili ya maombi ya kuongea na dakika 10 tu. Ni kwa ajili ya kuongea na mimi tu? Basi. Jamani. Sasa uongee tu. Yaani mimi nusu sali, sawa ongea. Asante sana. Unajua binti ni mrembo sana Na ndio maana toka kule nimekuona nikasema hapana, siwezi kupitwa na wewe. Nimetokea kuvutiwa sana na wewe. Nimekupenda. Nahitaji uwe mpenzi wangu. Naomba unipokee katika hilo. Mimi siwezi. Kwa sababu mimi na mchumba wangu na tele ameshaanza kunitolea barua. Unaonekana ni binti fulani ambaye mwenye hekima zako kabisa na una utulivu sana. Ila swala mchumba wako amekutolea barua nataka kuoe. Mimi kwangu sio shida.
Alafu mambo ya kuoana ni mambo ya kizamani. Yaani mimi kwako nachokitaka unikubalie niwe mpenzi wako. Ukishanipa nafasi ya kuwa mpenzi sasa, mimi nitaafford kila kinachohusika katika maisha yako. Yaani maana yake nitatoa huduma zote ikiwemo saluni, chakula, mavazi na kila kitu. Kama umepanga basi mimi kodi nitahusika na kila kitu. Kwa ukinipa nafasi tu ya kuwa mpenzi utafurahi mwenyewe. Cha msingi sasa nachokitaka kutoka kwako uwe unanipa kwa wakati na mimi nitakupa kwa wakati. Jamani. Kweli kabisa, yani mimi nikikubali wewe unaweza kukizi zote haja zangu. Kabisa. Iwe kaka, kweli. Ukikubali kuwa mpenzi wangu, basi shida zako zote niachie mimi. Naomba 10,000. 10,000? Wala usio na shida, 10,000 hapa. Hii ndo dunia bwana. Kumbe kweli. Ya, ni kweli. Jamani. Mjini kwepesi. Sawa, nimekubali. Sasa niandikie namba yako ya simu. Na kitu pekee tu ambacho nikuombe, utapata zaidi ya hichi ambacho nimekupa leo. Kesho naomba uje pale kijiweni majira saa 4 au saa 5 asubuhi. Kijiwe chenu wapi? Hapo uliposhuka bondeni pale, kuna bodaboda 5 ulizipita pale. Basi pale ndo kijiweni kwetu. Na ukifika pale, ulizia Rwata ni Kavumba. Kavumba. Hata kama sipo watanipigia simu. Umeshakula? Yaani chai inamaanisha umeshakunywa? Bado. Asante. Nenda kanywe supu. Kavu. Jamani, maisha ya mjini mepesi. Shule inayofunza mema na mabaya, ndo dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wamo. Yeah. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndio maana nalewa. Ni tamu hatari. Tuangalie sasa tusije tukamaliza, tumbakizie na mimi hata miwili. Sasa tumachie mguu mwenye shua kama yake. Maana kaja juzi tu asije katuona wachoe bure. Hatari. Vipi shoga yangu? Mbona upo juu kama utakifuu? Tena bora hata ulivyokuja. Miogo yako hiyo hapo. Mimi ile miogo vipi? Ile miogo mimi nguruwe. Jamani samahani nipisheni mimi. Mimi si level zangu hizo nishavuka huko. Yaani sasa hivi niko juu. Eti ile miogo. Mjini kulivyokuwa raha. Mjini raha jamani. Yaani nyinyi watoto wazuri mmeenda kuukalia huo uchumi wenu. Mnategemea nini? Mjini raha, mie sijui nilikuwa nachelewa wapi jamani kule kijijini. Unajua raha? Yaani leo nimekutana na bwana, bonge la bwana. Yaani kuna bwana alafu kuna bonge la bwana, ndo yule sasa. Natembea. Tata, nyuma yangu kuna sikia pi. Mimi nikajua huyu nani anataka kuingia kwenye mwili wangu. Kumbe bodaboda. Ile kukaa tu, sijaweka mguu sawa. 10 hapa. Mbona 10? Sijakaa vizuri, sijatulia. Nazungumzwa mwingine mwekundu. Upo. Haya niambie shoga yangu. Mimi tena level yenu. Mimi tena kula miogo. Mjini mipango, mjini mabwana wa maana wapo. Jamani nilikuwa nachelewa wapi mimi kwa kijijini? Halo. Yaani mimi nyota yangu kule kijijini ilikuwa imekaliwa, lakini mjini ndio inawaka. Inapapa. Nimekumbuka. Aliniambia nikifika tu nimcheki. Jamani, sasa sio kimezima. Hela unikosesha hela mimi mwenzenu. Naenda kukichaji shoga. Wewe mima wewe. Udugu wangu kuna marazi
Usivamie jiji kichwa kitakulamba. Huyu naye kipepeo chefu mie. Haya mimi na mawazo wapi na wapi? Mimi naogopa kufa kwenye hela. Shoga yangu mimi kwenye hela nife tu. Tena chiari. Hata sijali. Tena nikifa sasa. Nyinyi ndio wenye maamuzi. Maana nyinyi ndio ndugu zangu. Mtaamua kunizika huku mjini au kunisafirisha kwenda kijijini. Lakini kwenye hela shoga nife tu. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko. Jamani. Wewe mwenyewe ngulu mwenzetu. Usichoshe akili. Miago hiyo hapa. Yaani wewe ule vizuri sisi tuangalie kwa kipi? Halo. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione na leo. Kuna mkaka ananisumbua tangu jana. Tangu jana anatuma message simjibu, nikamwambia sina vocha, akatuma 20,000. Na mwanzo umepata wapi namba yangu? Anasema eti nilimpa tulivyokuwa mtaa kule. Alafu mimi sikumbuki kama nimewahi kumpa namba mkaka wa hivi. Hebu tuone. Kaka mzuri huyo. Eti mzuri. Mzuri. Sasa yeye anataka tuonane na mimi kuonana na watu nisiowajua hapo. Naogopa. Yaani wewe umekaa siku zote hapo unalia, unataka mtu yoyote anayepumua. Bahati kama hiyo dadangu imekuja unataka kuichezea. Unataka kama mume wako atake kuoa. Sasa wewe kama unaogopa kuonana naye, mwambie aje hapa nyumbani. Kama kweli anakupenda, atakuja. Ila kama mzinguaji, hawezi kuja. Ya kaka hivyo wanaonekana malaya. Hapo unaweza kukuta tuko 10 au 20. Karibu. Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona najua ni 100% mali ni yangu. Na washauri waendelee kutumia PMBet maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. I missed you. I miss you more. Mama Beka. Sasa hizi jamani. Hello mama. Sasa. Shem. Asante. Kwa nini? Kwa kutuleta katika nyumba kubwa, kila mtu ana chumba chake, tunaenjoy. Hivyo tu. Tusameane hapo nyuma. Si unajua binadamu mikwaruzo kawaida. Hatukujua kama unampenda mdogo wetu kiasi hiki. Sasa hivi tuko kwenye nyumba kubwa tunajimwaya tu. Sawa, lakini mimi hata wala sikuchukulia kama ni issue serious kiasi hicho. Kuna namna tu fulani niliwaelewa, kwa hiyo ikawa ni kawaida. So, kuweni na amani. Sisi wote ni familia and nawapenda. Unasema ndosi. Baby, unaenda wapi? Sasa kupumzika pale, utulia kwanza nikae vizuri. Hapa hakuna kufanya chochote mpaka uoge. Sasa unafikiri mimi naweza nikatoka nyumbani kweli nikaja hapa bila kuoga? Mimi tayari niko safi, nisharekebisha kila kitu hapa. Wewe skin inavyonukia vizuri. Hata kama umeoga lakini nyumbani kwako ni nyumbani kwako. Hapa ni hapa. Kwa hiyo lazima ukaoge. Tayari mwili wangu ushakuwa safi mama. Wanafanyia hivi sasa.
Kitu gani hicho? Hayo ni maziwa. Yaani unaenda kuoga maziwa? Wewe maziwa wapi watu wanaoga maziwa? Maziwa sio wanakunywa watu chai wanatengeneza ndio wakaniogesha hiyo maziwa. Maskini baby, hata ujui. Maziwa ni dawa, yaani maziwa ni tiba katika mwili. Sio kunywa tu, hata kuoga. Unafanya ngozi yako iwe nzuri, yenye afya na laini. Mama. Lakini mimi bwana, mimi sitaki niwe mweupe kama wewe. Aka karangi kangu mimi keusikana mtosha. Nitakunywa haya umo mimi. Hawezi kuwa mweupe kama mimi. Yeye unabaki na rangi yako hivyo hivyo. Sema unakuwa na ngozi yenye afya. Sawa? Tena ukaoge. Just chill. Relax. Let me help you now. Look at you. Mtoto wewe. Punguza mama. Unanivuruga menzio ubongo. Unanipa experience ambazo sijawahi kabisa kuzipitia katika maisha yangu. Unajua kipindi naoa, nilikuwa najihisi kabisa ni mtu na miaka 45 mpaka 46. Lakini sasa hizi mimi naishi na wewe. Najiona kama miaka 23. Yaani kama young boy fulani hivi ambao anakuwa na kuchipukia na kanaishi katika dunia ya mapenzi ambayo inajitegemea peke yake. And trust me, you are the queen. Kuna namna naona kabisa unanifundisha jinsi dunia ilivyo. Nilikuwa nafahamu za upande mmoja, lakini wewe unanifundisha za upande wa pili. Elimu nilokuwa nayo na experience, maarifa machache, nilihisi najua kila kitu. Lakini lijinga la mwisho kabisa. Hongera. Umekuwa ni mwalimu wangu mkubwa sana kunisafirisha katika dunia hii ya mapenzi ambayo sikuijua kabisa. Naanza kuona uhai wangu wa moyo ambao ulishakata tamaa kwa muda mrefu. Na hata usipofanya wala kusema kitu, lakini kwa namna tu nikikuangalia, macho yako, hilo dimples, karangi, kicheko na sauti, napona kabisa. Taratibu, lakini basi usije ukaniuamisha sasa kwa mtu mzima sasa. Sasa baby, na huu ndio mwanzo tu. Okay. Jamani. Twende ukaoge. Jamani. Sikuwa unanifanyia hivi jamani. Dunia kuna watu wanaishi na watu wanaishi. Nyanya anaishi sasa. You killing me, baby. You killing me. Huko tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Aliyekataga shule chekechea,
maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.